Karibu kwenye channel yetu pendwa. Hapa tunakulea hadithi mbalimbali zenye mafunzo ya kuvutia na kusisimua. Pia unapobonyeza neno subscribe hapo kwenye screen yako, unakuwa sehemu ya familia yetu. Karibu. Jina la hadithi: miaka ya majonzi na tumaini. Kwenye kijiji kidogo cha Mwangaza, palikuwa na kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Juma. Juma alikuwa yatima. Baba yake alifariki katika ajali ya barabarani alipokuwa na umri wa miaka 5, na mama yake alifariki kwa ugonjwa wa kifua kikuu miaka 2 baadaye. Tangu hapo, Juma alilelewa na bibi yake, Bi Zena, ambaye licha ya uzee na umaskini wake, alijitahidi kumpa kijana huyo malezi ya upendo. Juma alikuwa na ndoto. Alitamani kuwa daktari, si kwa sababu ya utajiri, bali kwa sababu alikuwa ameona mateso ya mama yake aliyokumbana nayo bila kupata matibabu ya haraka. Lakini ndoto hiyo ilionekana kuwa mbali mno kwa kijana aliyekuwa hawezi hata kupata mlo wa uhakika. Aliamka kila alfajiri kwenda shambani kusaidia bibi yake kulima, kisha akienda shule akiwa na tumbo tupu. Wakati mwingine alikosa masomo kwa sababu ya ugonjwa au kazi za nyumbani. Lakini alikuwa mwerevu. Walimu wake walimpenda kwa bidii yake na alama nzuri. Miaka ilivyoenda, maisha yalizidi kuwa magumu. Bibi yake alianza kuumwa mara kwa mara. Kwa vile hawakuwa na uwezo wa kwenda hospitali, Juma alijifunza kutumia dawa za mitishamba. Alijitahidi kumtunza bibi yake, lakini hali ya afya yake ilizidi kudorora. Siku moja, Juma aliporudi kutoka shule, alimkuta bibi yake amepoteza fahamu. Alikimbia kwa jirani kuomba msaada, na kwa bahati walimpata dereva bodaboda aliyewapeleka hadi kituo cha afya. Baada ya saa kadhaa za kungoja, daktari alitoka na kusema kwa sauti ya huzuni, "Pole sana kijana, bibi yako ametuacha." Ni siku hiyo Juma alijua kuwa yuko peke yake duniani. Kwa wiki kadhaa, Juma aliishi kwa wasamaria wema, wengine wakimpa chakula, wengine malazi. Lakini haikuwa maisha ya heshima. Alihisi kupuuzwa, kudharauliwa. Alianza kulala sokoni, chini ya mabanda ya wauza mboga, na kujipatia kipato kwa kubeba mizigo au kusaidia watu sokoni. Wakati mwingine alilazimika kulala njaa. Lakini moyoni mwake ndoto haikufa. Aliamini kuwa bado anaweza kusoma, bado aweza kuwa daktari. Aliamua kurudi shule akijua fika hakuwa na karo. Alimtafuta mwalimu mkuu wa shule yao ya sekondari na kumweleza hali yake. Mwalimu huyo, Bwana Mwakalinga, aliguswa moyo na hali ya Juma. Alizungumza na walimu wengine na baadhi ya wazazi wa wanafunzi. Kwa pamoja waliamua kumchangia karo na mahitaji ya shule. Juma akarudi shule akiwa na moyo mpya. Alisoma kwa bidii zaidi ya hapo awali. Alikuwa akiandika usiku kwa mwanga wa mshumaa au taa ya chemli ya jirani. Alikuwa akivumilia njaa, baridi na kejeli za wengine, lakini hakuyumbishwa na lolote. Mitihani ya kidato cha 4 ilipofika, aliingia akiwa na matumaini. Aliposhika karatasi za majibu miezi kadhaa baadaye, machozi yalimtoka. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi 3 bora wa wilaya. Alipata pointi za kuingia shule ya sekondari ya bweni, lakini hakukuwa na fedha. Mara hii, msaada ukatoka kwa shirika moja la misaada lililokuwa likisaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Walimpatia ufadhili wa masomo hadi KIDA.